vitu tunashindwa kushinda, tunashindwa vitu fulani, tunashindwa mazingira fulani kuyaendea na kuyafikia, kwa sababu ndani yetu nguvu ya Roho Mtakatifu haimo ndani yetu. Kila tunachojaribu kufanya ni kigumu. Ukijaribu kuingia kwenye maombi ndo kabisa dakika 2 ushalala usingizi. Ukijaribu kusoma Biblia ni Biblia ndo kabisa, ni Biblia kama ni sui kitu gani. Ukikishika tu hivi dakika 1 mwili umeregea wote. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana mimi nawakataza sana kusoma Biblia za kwenye simu. Kwa sababu Biblia kwenye simu ile ina shida. Halo. Amen. Biblia kwenye simu haina shida yoyote. Hiyo hata unaweza kusoma kurasa mpaka 100 wewe mwenyewe ukasoma. Nenda hii ya kawaida kama ile. Hebu mwenyewe ni mamangu hii. Umeona hii? Unaona hii Biblia iliyoshika hii? Hii ndio unatakiwa kusoma hii. Sio ya kwenye simu. Sasa kafikiri bongo leo jioni, sema kwa sababu leo utajaa. Sababu leo utajaa ile nguvu, unaweza kusoma vizuri. Lakini rudi nyuma siku 2 nyuma, uishike ile Biblia ukae nayo hivi. Yaani hata dakika nyingi, dakika 2 nyingi, mwili wenyewe usharegea. Shetani hayuko tayari ukae na neno. Ulishike ile neno. Biblia Paulo anatuambia kwa Galatia, anasema Wakolosai, anasema neno la Kristo likae kwa wingi ndani yenu. Maana hilo neno litakuja kwenu, maana litawaonya, litawaonya, litawasaidia kila mazingira. Bwana Yesu asifiwe. Kwa unatakiwa kutamani kile kitu kama vile, yani unachotamani si kitu cha namna gani? Tamani kwa kiwango cha hali ya juu sana, ili iwe Roho aje kwako. Na ukitamani, hebu soma Matendo 2. Yesu asema maji yale. Matendo 2 tamanini maji. 2:38. Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake, Yesu Kristo, kwa jina la Yesu, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Utapokea kile kipawa cha Roho Mtakatifu. Tunataka muda ufike ambao ni sasa. Ukisimama kwenye familia kwa kuomba, unamuona Mungu akitenda jambo. Tunataka ukisimama kwenye biashara yako, muda ukipata kaamua kuiombea biashara, uone Mungu akitenda jambo kwenye biashara hiyo. Tunataka muda Mungu akikupa wa kuomba juu ya kitu fulani, uone Mungu akitenda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako, kama kurogwa sasa nisharogwa basi sasa. Yaani kama ni kurogwa sasa na mimi nisharogwa basi. Ninataka kupokea nguvu ya Bwana ambayo itanisaidia. Kuna watu ukiingia yani ofisini yeye ametamba, yeye kama ndo yeye, kumbe ametamba kwa sababu anailizi Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ilizi ni Yesu Kristo. Amen. Ilizi ni Roho wa Bwana ndani yako. Ninataka ujai kutabiri, lakini utabiri. Amen. Kama ulijua wanaotabiri ni watu fulani, hata wewe inawezekana. Amen. Kama unafikiri uongo, muulize Ezekieli, aliambiwa na Mungu tabiri. Je, hii mifupa yaweza kuwa hai? Maana kile kitu kilikuwa cha mtu yule wakati ule, lakini saizi ni sasa kwako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kitu Mungu akisema ujue ni Mungu anazungumza. Uwe connected na Roho wa Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tamani ndani yako, tamani pasavyo. Tamani kujaa. Tamani kupokea yule Roho wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tamani hicho kitu. Tamani
Najua utakapoanza kuomba hapa kuna vitu vitakukatalia kuja. Vitakwambia wewe ni wa kwetu, wewe ni hivi na hivi. Wala usijali. Hata wakikwambia wewe ni wa kwetu tulikabidhiwa, waambie leo siku imefika ya na mimi kukabidhiwa kwa Bwana. Amen. Haleluya. Haleluya. Kwa lazima utamani. Lakini kitu cha